Okay, Omar hapa, Fit Coach Guide. Unajua sumu tunazipata katika njia nyingi, na leo nitaizungumzia njia ya hewa ambayo tunazivuta. Sasa hivi nchi inajengwa, lakini pia ukiachia nchi, watu wengi tunavuta moshi wa design tofauti, na huo moshi ambao tunauvuta au hizo hewa ambazo tunazivuta zinapelekea changamoto nyingi bila wewe kujua. Kwa sababu ukiangalia, tunavuta moshi wa magari sasa hivi, tunavuta moshi wa matakataka, wengine wanaopikia mkaa, wengine wanaopikia kuni, tunavuta zile moshi. Watu wanaona ni kitu cha kawaida, lakini jua ni sumu na zina athari kubwa baadaye katika mwili wako. Lakini pia kuna watu wanafanya kazi kwenye vituo vya magari, mfano zile kama Shell, wanavuta zile hewa ambazo za petroli, diesel tofauti. Na hata leo ukifuatilia mtu ambaye anavuta hewa zile anofanya kazi pale Shell, mkojo wake, kinyesi chake ni tofauti na cha wewe ambao hufanyi kazi kwenye ile sehemu. Kwa hiyo nenda tukamuulizie wewe kinyesi chako unatoka rangi gani au kinakuaje. Ni tofauti kabisa, kwa sababu kuna sumu tunazipata na mtu anaona ni jambo la kawaida, labda maybe hakupata tu elimu ya afya. Kwa hiyo tunavuta moshi kama hizo. Lakini pia sasa hivi mabarabara yanajengwa, kila unapokwenda mabarabara yanajengwa na hatutumii barakoa, hatutumii maski, hatutumii nikabu, kitu chochote cha kuweza kukusaidia kuzuia hii hewa chafu isiingie katika mwili. Kwa hiyo tunavuta hizo hewa. Lakini pia labda sometime watu wengine wanafanya kazi kwenye AC. AC zile inapigwa muda mrefu toka usiku mpaka unakucha, anatumia AC. AC inakausha damu. AC pia ina chemicals zinahatarisha afya yako ya upumuaji na mapafu. Sasa ukiangalia kitu kama hicho, tunaingiza hizo sumu. Lakini pia umekaa labda na mtu ana tabia mbaya, anavuta masigara. Ukivuta hizo moshi, au mtu ambaye anavuta hizo sigara na vitu kadhaa, sehemu nyingine ambazo zina harufu mbaya, mahewa machafu, majalala, kitu kama hicho, tunaingiza sumu kupitia hizo hewa ambazo tunazivuta. Hasa kitu ambacho ukijui katika hizi hewa hizi ambazo tunazivuta, mamoshi na hayo kadha wa kadha ndio wazungumza, kuna kitu tunaita particulate matter. Ni chembe ndogo zinazochanganyika katika hizo hewa ambazo tunazivuta. Na kuna ile micrometer 10, yani chembe hizo ndogo, lakini tukizivuta zinaenda kuganda katika hizi pua zetu. Kuna kama vinyoleo Mwenyezi Mungu ametujalia mtu anavyo, hizi zinaenda kuganda sehemu hizi. Nyingine zinaganda, zinapita, zinaenda mpaka kwenye koo, zinaganda kwenye koo. Hizo kwa kiasi kidogo mno ndo zinaingia katika mwili wetu, lakini mara nyingi zinakuwa zinaganda huko. Hiyo micrometer 10. Kwa hiyo inakuwa inakaa huko. Lakini pia kuna zile nyingine zina micrometer 2.5, yani hizo ni ndogo kuliko hii micrometer 10, yani ni ndogo mno, zinachanganyika katika hizi hewa ambazo tunaozivuta. Hayo mamoshi ya viwanda, masigara, mapetroli, hayo tare, magari ya hizi barabara zinazotengenezwa, hizo tunazipata hizo. Hasa hizo zinakwenda mpaka katika mapafu, zinakwenda mpaka katika damu yetu, hazigandi hizo sehemu, na inaongoza kwelikweli, kwa sababu takriban vifo 1.8 kila mwaka watu wanafariki duniani kote kwa sababu ya hizo micrometer 2.5. Yani hizo ni chembe ndogo kwelikweli, na zinaingia mpaka katika hizo mwili. Sasa zinaleta athari nyingi sana, kwa sababu hizo zinapelekea changamoto ya pumu, zinapelekea changamoto ya mafua, zinapelekea changamoto ya allergy, zinapelekea changamoto ya ile mishipa yetu inayotoa damu, inayotoa hewa na kuingiza hewa. Hivyo ukipumua, kuna mishipa ambayo inafanya hiyo kazi. Sasa inaenda kupelekea uvimbe katika hiyo mishipa, inaenda kupelekea miwasho katika hiyo mishipa, inaenda kupelekea maambukizi katika hiyo mishipa. Sasa mishipa hiyo ikishaanza kupata changamoto, afya yako ya mapafu itaanza kudhorota, maisha yako yatakuwa yanapungua ubora, na afya ya pafu ikianza kupata changamoto, itapelekea pia changamoto katika moyo, itapelekea pia changamoto katika mishipa, na matokeo yake mwisho wa siku unaweza ukaathiri vitu vyako, hivyo viungo vyako muhimu. Lakini pia baadaye inapelekea changamoto ya kansa, na kansa ya mapafu, kansa ya damu. Usijue kumsikia mtu leo ana kansa ya mapafu, kansa ya damu, kaja kuona kama alipata leo, ilikaa miaka 4, 5, 10 nyuma, mpaka inakuja kutokea tarisha kwenye stage kubwa. Kwa hiyo hata we leo ukiambiwa bwana, huyu mtu ana changamoto fulani,
hiyo changamoto, usije kuona alipataje kansa, alipataje kansa kwenye damu. Kumbe hizi hewa ambazo tunazivuta bila kuchukua tahadhari. Watu hatufanyi mazoezi, hatunywi maji ya kutosha, hatulali vizuri, hatuli vyakula au virutubisho vinavyosaidia kuhakikisha mifumo yetu ya afya inakuwa vizuri. Watu hatuogelei pwani, watu hatufanyi kuogelea hata kwenye swimming pool, kwa sababu ukiwa unafanya kuogelea vile unaipa kazi kubwa mapafu yako na kuweza kuupa uhai mzuri wa afya yako ya mapafu. Unapozamia, unapotoa pumzi na ukaingiza ndani, hatupati sehemu ya kweupe hivi tukakaa labda na miti tu mikubwa au sehemu tu ya open, ukavuta hewa ukatoa ndani, ukavuta hewa ukatoa ndani. Hii yote inasaidia kuhakikisha afya yako inakuwa vizuri. Hasa kama wewe huna virutubisho vya kutumia vya kukusaidia kwenye huo mfumo, unategemea nini? Baadaye usije ukashangaa ukapata changamoto ya nini, ya kansa. Sasa ifanyie kazi elimu na anza kuichukulia serious ili kuhakikisha afya yako inakuwa vizuri, kwa maana kwamba tembea na Hylomax, lakini pia kula virutubisho vinavyosaidia huo mfumo wa upumuaji, lakini pia jitahidi kadri inavyowezekana kufanya mazoezi na kunywa maji ya kutosha au kuogelea pwani. Hiyo itasaidia kuhakikisha afya yako ya mapafu inaendelea kuwa vizuri na unanusurika na changamoto za kansa ama matatizo ya mfumo wa upumuaji na kuweza kuishi na afya njema. Fanyia kazi nilokuambia, iko siku utanishukuru na utanikumbuka. All the best.